kujihisi sawa kujihusu. Rafiki yangu Dave aliingia na kutoka kanisani kwangu kwa miaka mingi. Kila wakati nilipohubiri jambo ambalo lilikuwa gumu sana kwake, alikasirika sana. Alikuwa akijitetea sana kiasi kwamba sikumsaidia kuona kwamba alikuwa akikosa hoja. Kwa hoja zake za mafundisho alijipofufisha kwa masuala yake halisi. Kwa kweli alikuwa mtu mzuri, alimpenda Mungu na alitaka kukua. Hata hivyo, wakati wowote alipokabiliwa na changamoto katika eneo jipya, Dave alipeleka mahali pahisi. Tulizungumza mara chache na kusikilizana. Alikuja tu na kubishana hoja zake zote siku moja. Kisha, katika hatua ya chini maishani mwake, hatimaye alikiri kwamba alijisikia vibaya kuhusu yeye mwenyewe. Alijitahidi kuhisi kama anajipima. Alikuwa akiteseka kutokana na kujiona duni. Kujidhamini ni mojawapo ya masuala ya msingi ya maisha ya mwanadamu yenye afya. Biblia inatufundisha kwamba mwanadamu wakati wa uumbaji wake alivikwa taji la utukufu na heshima hadi na dhamani. Kila kitu ambacho Mungu alimuita mwanadamu kufanya katika sayari ya dunia kilitokana na hisia ya mwanadamu ya kujidhamini alivyopewa na Mungu. Ikiwa mwanadamu anajihisi sawa kuhusu yeye mwenyewe, atageuza kila changamoto chanya kuwa uzoefu mpya. Safari za mabadiliko inategemea kuwa na hisia chanya za kujidhamini vinavyotegemea Biblia, na safari ya maisha inategemea hivyo hivyo. Hakuna sehemu ya maisha inayoweza kufikiwa kikamilifu. Hakuna kipengele cha kutembea na Mungu au kufikia malengo ya kibinafsi kinachoweza kutimizwa kikamilifu bila mtazamo huu muhimu wa kujidhamini. Kujidhamini chanya inategemea Biblia inayozingatia Mungu ni muhimu kwa kile kipengele cha afya ya kujihisi na kiroho. Mbali na kuzaliwa mara ya pili, hitaji kubwa zaidi tulilonalo ni hitaji la kujidhamini. Kutokuwepo kwa kujidhamini ni msingi wa kila uovu unaoweza kufikiria. Mnyang'anya mtu kujidhamini kwake na utakuwa umeiba mustakabali wake. Kuzaliwa mara ya pili kunapaswa kuwa mwanzo wa safari ya heshima na dhamani. Kila kipengele cha kumjua Mungu kinapaswa kuwa na athari chanya kwenye hisia zetu za kujidhamini. Kwa kweli, kujidhamini kwetu ni ufunguo wa uwezo wetu wa kutimiza hatima yetu tuliyopewa na Mungu. Hitaji la kubadilika ni changamoto, ni ushuhuda wa kweli kwamba hatuko sawa, na inaelezea utofauti wa majibu kwa shinda ambao watu wengi hufanya. Tunapojifunza kuwavuta watu kwa Yesu, tumefundishwa kwamba tunapaswa kuwapoteza kabla ya kuwaokoa, ikimaanisha kwamba tunaanza ushuhuda wetu kwa kujaribu kuwasawishi kwamba wao ni wenye dhambi. Ingawa ni kweli kwamba tumezaliwa na asili ya dhambi, mbinu hii haijawahi na ufanisi hata kidogo. Baada ya yote, ulimwengu haukimbii milango ya kanisa. Mtu anapopewa motisha hasi ya wokovu, anaanza safari na Mungu njia sahihi. Hii kwamba kawaida huweka msingi wa uzoefu wake wote kwa Kristo. Matembezi yake ya Kikristo huanza na msisitizo unaozingatia mwanadamu na sio injili inayoangatia Mungu. Imani yake sasa inazingatia kile anachopaswa kufanya ili kupata kibali cha Mungu badala ya kile ambacho Yesu tayari amefanya kwa sababu ya upendo mkubwa wa Mungu kwake. Anajitahidi kupendwa badala ya kukubali kwamba Mungu amefanya kila kitu anachohitaji kwa uzima wa milele. Text 5. Neno injili linamaanisha habari njema. Kwa hivyo, ikiwa si habari njema, haiwezi kuwa injili.
Biblia inasema, je, unadharau utajiri wa wema wake, uvumilivu wake na uvumilivu wake wa kindani, bila kujua kwamba wema wa Mungu unakuongoza kwenye toba. Warumi 2:4. Kanisa limekuwa na tabia ya kudharau wema wa Mungu. Tumeshawishwa kwamba mbinu yetu ya kuwafikia wanadamu ina ufanisi zaidi kuliko ya Yesu. Historia inatuonyesha kuwa tuko sahihi. Nimehubiri Injili kote ulimwenguni na kuona umati wa watu wakimjia Yesu. Watu hawashawishwi kutubu na ujumbe wa hatia na hukumu, kugundua upendo wa ajabu na dhamani ambayo Mungu anayo kwa andiko kunakowavutia watu kwenye wokovu. Watu wanapoanza safari hii ya kutoka na kwa hofu, wananyang'anywa vipengele muhimu vya kutimiza hatima zao. Watu wanapoanza safari hii kutokana na upendo wa Mungu, maisha yao yanakuwa tukio lenye nguvu. Tumeenda ulimwengu na kusema Mungu hana dhamani kwako isipokuwa umeokoka. Unaweza pia kusema tunawaalika katika uhusiano na Baba anayewakataa. Kama uharibifu ungesimama hapo, tungeweza kurejesha, lakini hauwafai hivyo. Kisha tunaendelea kuwafundisha, isipokuwa mfalme, kila kitu ambacho Mungu anataka kutoka kwenu bado hana dhamani kwenu. Kwa ujumbe kama huu, nashangaa mtu yeyote amewahi kuokolewa. Kanisa limejaa watu wanaopambana na kujiona kuwa na udhamini wa chini, ambayo inaweza ambao huwaacha katika hatari ya kumtegemea na wengine. Matumizi mabaya ya mamlaka na kudanganywa. Uzoefu wangu umekuwa kwamba wale wanaokolewa kwa sababu ya hofu huwa hawawawi imara katika matembezi yao na Mungu, isipokuwa wabadilishe nia yao. Ukimwogopa Mungu, huwezi kumwamini, na umwaminifu ama imani ndiyo msingi wa uhusiano mzima. Kanisa linapaswa kuwa mahali pa afya na uponyaji, ambao watu wako salama kukua kutoka katika maisha yao ya zamani na kuingia katika mustakabali mapya. Mahali pa uvumilivu, upendo na kubadilika, badala ya mahali ambapo hofu na kukataliwa vinahitaji mabadiliko. Mshukuru Mungu kwa maelfu ya makanisa kote ulimwenguni ambao hutoa mahali salama na chanya. Hayo ndiyo yanayofanikia na kufanikisha kanisa hapa ulimwenguni. Yohana 3:16 inasomeka, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana hata akamtoa mwanawe pekee. Yohana anatumia neno la Kigiriki agapo katika mstari huu, ambalo limemsafirisha kama upendo. Neno upendo linamaanisha kudhamini na kudhamini. Mungu hamtazami mwanadamu kwa chuki au kukataliwa. Anamuona kwa kustahili gharama ambayo Yesu alilipa msalabani. Huu ndio ujumbe ambao ulimwengu unahitaji kusikia. Mungu anapenda sana na ana dhamani kubwa kwetu, na anatuona kuwa wa dhamani sana kiasi kwamba amefanya kila juhudi kuhakikisha kwamba tunastahili rasilimali zake zote. Imani hufanya kazi kwa upendo. Tunaweza tu kujazwa ukamilifu wa Mungu kwa kiwango ambacho tunaelewa upendo wake usio na kikomo. Tunatii amri zake kwa kweli, na tunapotembea katika upendo, mwanadamu aliumbwa katika mazingira ya upendo. Mungu alikuwa chanzo chake kamili cha utimilifu wa kikamili na kihisia. Aliumbwa ili kupata hisia yake ya dhamani binafsi kutoka kwa chanzo kingine isipokuwa yeye mwenyewe. Mwanadamu aliumbwa ili kupata dhamani kutokana na uhusiano wake na Mungu mwenye upendo. Mwanadamu alipojitenga na Mungu, alianza kutafuta vyanzo vingine ili kupata hisia ya dhamani. Leo tunaangalia kazi wetu, vipaji vyetu, uwezo wetu
wa riadha na mambo mengine ili kutufanya tujisikie sawa kuhusu sisi wenyewe. Tunaangalia kila mahali isipokuwa Baba yetu wa mbinguni kuwa sababu za msingi ambazo hatumtazami Mungu. Sababu ya kwanza ni kwamba asili yetu ya dhambi ni asili ya hofu. Adamu alipoanza kuwa mwenye dhambi hakutamani mara moja kufanya mambo maovu. Mabadiliko yake ya kwanza yalikuwa ya kihisia. Ghafla akawa na hofu ya Mungu. Hofu ilimfanya asimwamini Mungu tena. Hii ilisababisha afuate dhambi ili kukidhi mahitaji yake binafsi. Hakumwamini tena Mungu kama mtoa huduma wake. Hisia yake hasi ya nafsi ilimnyima imani na kujidhamini. Kwa kuwa tumezaliwa katika dhambi, tuna hofu ya asili ya Mungu. Hofu kupinga upendo. Mradi tu tunajishikilia hofu zetu ndani ya mioyo yetu kinyume na mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kukubali upendo wa Mungu tukiwa hivyo. Kwa kiwango tunachokikubali upendo wa Mungu, hatutaogopa tena. Hakuna hofu katika upendo, lakini upendo kamili hutupa nje hofu. Kwa sababu hofu ni mateso, lakini yeye aogopaye hajamkimilia katika upendo. Tunampenda mmoja au mwingine katika uhusiano wetu na Mungu. Sababu ya pili ambayo wanadamu hawawezi kuona upendo wa Mungu katika maisha yao ni kutokujidhamini na kuweka hisia zao mbele ama katika mikono ya mwanadamu. Habari njema ni kwamba leo mamilioni ya watu duniani kote wanamjia Mungu kwa sababu mtu amewaambia kuhusu upendo wake wa ajabu, na hawajisikii kama wanamjua Mungu kwa njia ambayo inaweza. Wote wanamlaumu ambaye wanahitaji badala ya kujificha kwake. Badala ya kujificha kwake, wana dosari katika maisha yao. Aina hii mpya ya waumini inasema, ninaamini Mungu ananipenda, ninaamini kwamba ananikubali katika Yesu, anapata hisia yake na dhamani kutokana na kile anachohitaji kwa Mungu. Maisha ya Yesu ni muhimu watu wapate hisia zao za heshima na dhamani walizopewa na Mungu. Ni muhimu tujisikie sawa ikiwa tutatimiza ndoto zetu na kufikia uwezo wetu kamili. Na ni lazima tuanze na ugunduzi wa upendo wa Mungu katika maisha yetu. Kisha mchakato wa mabadiliko hauchokelewi na hisia hasi ya kutokubaliwa na Mungu. Badala yake, upendo na kukubalika kwake hufanya mabadiliko kuwa uzoefu mzuri kuwawezesha wengine. Text 12, watu watakubali tu mchakato wa mabadiliko wanaopaswa kufanya hivyo bila kuharibu zaidi hisia zao za kibinafsi na kujidhamini. Kama Dave, watu wengi wanajiona kuwa na thamani ndogo sana hivi kwamba wanahisi kutukano na pendekezo kwamba wanapaswa kukua. Kujiona kuwa na thamani ndogo ni mtego unaopofisha kwa ukweli ambao unaweza kuwaweka huru. Hakuna haja ya kunaswa katika mtego huu. Unaweza kujisikia vizuri unapofanya safari ya mabadiliko kupitia kile hatua ya mchakato. Unaweza kupata uzoefu na kuhamasisha na upendo na kukubalika badala ya ghadhabu na kukataliwa. Kila hatua mpya unayopiga mbele katika Mungu itakufanya ujisikie kama uhani na mfalme. Itakuvuta zaidi ndani yako wewe na nani hasa. Kwake Yesu aliyetupenda na kutuonyesha dhambi zetu katika damu yake mwenyewe na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wake na Baba yake. Kwake iwe utukufu na mamlaka milele na milele. Amina. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka mstari wa 6.